Kongwe, asante sana mwalimu Sugut. Kwa muda mfupi tutaenda kuungana na Sunday School kanisa la St. Luke's Cheptiret. Karibuni watu wote ambao tumeweza kuungana nasi siku ya leo tukiwa Diaspora Church Service organized by Tumaini Fellowship Church upande wa Melbourne, Australia. Kwa muda mfupi tutaenda kuanzisha na Sunday School. Karibuni watu wote. Mahali ulipo unaalikwa kwa niaba ya kanisa la local church Cheptiret na kanisa pia la Tumaini upande wa Melbourne, Australia. Mahali ulipo ukiwa upande wa Facebook, ukiwa upande wa YouTube, karibuni siku ya leo ikiwa tarehe 3 mwezi wa 10 2021, leo tukiwa upande wa Cheptiret. Karibuni wote, karibuni. Nimeona mzee Chris Kujurei, karibu sana all the way from Ohio. Isaac Tirop, karibu sana. Watu wote ambao wameweza kuingia kwa wakati wa sasa, karibuni. Kwa muda mfupi tutaenda kuanzisha Sunday School service. Karibuni. Tunangoja upande ule wa kanisani alafu tuweze kuungana nasi alafu tupate kuendelea wote kwa pamoja. Karibu pia nimeona mchungaji Reverend Lelei, karibu sana mchungaji Lelei. Pia Lelei anatoka upande huo wa Cheptiret, lakini kwa sasa hako upande wa Melbourne, Australia. Na watu wote, watu wa Facebook, watu wa YouTube, mahali uliko siku ya leo tuko upande wa Cheptiret. Prudence, karibu sana. All the way from upande wa Italy, karibu sana, tuungane pamoja. Nimeona pia Kidi Kilel, karibu sana, na watu wote wa upande wa Cheptiret na pia watu mahali popote. Diaspora Church Service inaunganisha upande tofauti. Tuko na watu wako upande wa Australia, kuna watu wengine upande wa USA, watu wengine upande wa UAE, Middle East, watu wa Dubai, karibuni sana. Watu wa Doha, Qatar, karibuni sana. Kila mmoja karibuni. Naona kwa muda mfupi tutaweza kuungana na Sunday School upande wa Cheptiret, na kabla hatuje cross over kwenda upande wa Cheptiret, ningependa Sukut utuongoze kwa tenzi za rohoni nambari 10, cha kutumaini sina, tenzi za rohoni, cha kutumaini sina. Meanwhile, karibuni tukiingia Roli Sirma, karibu sana all the way from Western Australia. Emmanuel Chelugui, karibu Emmanuel Chelugui, mahali ulipo, karibuni sana. Karibuni wote, ikiwa leo ni tarehe 3 mwezi wa 10 tukiwa upande wa Cheptiret, St. Luke's Cheptiret. Kwa niaba ya the local church council, kwa niaba ya wasee wakina mama wa kanisa, mnakaribishwa siku ya leo. Karibu Sugutu, tupatie tenzi za rohoni nambari 10 tukijiandaa. Ningependa niweze kumkaribisha kila moja tujumuike pamoja katika siku hii ya leo tuweze kumwabudu Mungu kwa wimbo nambari 10, tenzi za rohoni, wimbo ambao unasema kwamba cha kutumaini sina. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga,
nguvu zake ndiyo nanga, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kicha Mwokozi atanitosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, nikiitwa hukumuni. Rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Barikiweni sana. Kwako Hosea Kiprono. Asante mwalimu Benjamin Subut all the way from Sydney, Australia. Meanwhile, tukijiandaa ili tupate kuendelea na watoto wa Sunday School, bado nachukua nafasi hii pia niendelee niwakaribisheni, karibuni watu wote ambao wameweza kuingia kwa awamu hii, awamu ya Sunday School. We know the foundation and the genesis of everything is Sunday School, and the Sunday School is very, very important katika maisha ya kila mmoja. Naona mchungaji Reverend Rirei upande ule, wana technician wanang'ang'ana 2-3, kwa muda mfupi tutaweza kuungana na watoto wa Sunday School upande wa St. Luke's Cheptiret, tukiwa upande wa county ya Uasin Gishu. Ningependa pia nimkaribishe Mrs. Kujure atupatie wimbo mmoja, meanwhile tukijiandaa ili tuungane na Sunday School. So from Adelaide, Australia, we are heading to Columbus, Ohio. Karibu Mrs. Kujure upande wa Ohio, utupatie wimbo mmoja tukijiandaa ili tupate kuungana na watoto wa Sunday School. Karibu. Meanwhile, karibuni wote, karibuni. Kama umeingia, you are highly welcome. Na kama ulikuwa umekaribisha ama umeinvite rafiki yako, unaweza mkumbusha, umsendie link, umwambie kwa muda mfupi tutaenda kuanza ibada ya siku ya leo upande wa SK St. Luke's Cheptiret. Karibu Mrs. Kuchurei. Asanteni sana. Tutaimba pamoja wimbo katika tensi 116 ambayo inasema Bwana u sehemu yangu. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea nawe, pamoja nawe, pamoja na wewe, katika safari yangu twatembea na wewe, mali yangu iheshimiwe, haya nipate mashaka sawa sawa nawe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, heri nikute mashaka sawa sawa na wewe, niongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie
pamoja na wewe. Mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe. Mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Asante sana Mama Victor, all the way from upande wa Columbus, Ohio, na karibuni sana. Najua huko kwenu ni midnight, lakini mumeamua leo kuna kulala, so asante sana. Asante, karibu ndugu yetu Linus, all the way from upande wa Debbie, upande wa Western Australia, karibu sana. Back to from hapa moja kwa moja hadi upande wa kanisa, upande wa SEK St. Luke's Cheptiret, alafu tupate kuendelea na Sunday School. Manuela Kemboi, mnatupata upande huo? Manuel Kemboi upande ule mwingine. Tunapo pia tukijiandaa kutransition, naona wanajiandaa upande huo. Ningependa pia bado nichukue nafasi niwakaribishe ni wote, karibuni watu pia wanaotufuatilia upande wa Facebook na pia upande wa YouTube, karibuni sana. Siku ya leo tukiwa upande wa SEK St. Luke's Cheptiret kwa Diaspora Church Service. Moja kwa moja, maybe kwa muda mfupi tunapojiandaa kurudi tuendelee na upande wa Sunday School huko. Maybe ningependa pia bado nirudi, maybe Mama Victor bado tupatie wimbo mwingine mmoja kwa ufupi ili tupate kuendelea. Alright, kwa hivyo tutaimba pia 13 kwa lugha ya Kalenjin yenye inasema kuhusu rehema za Bwana. 13 Kalenjin. Lela jenri reno ciego, hengarone tagatugo, timuwege mayu. Gone jesogi nating, gone jesogi nating. Ale, hallelujah, oh boy, etya ye tinenya, jeso ye tutegura nata, Getien
Mari getien jendap katertere. Getien jendap katertere. Yega gora taratene. Amo isaine gimume. Imwa ungongo ikwandanyam. Amu ripsengu nebara. Amu ripsengu nebara. Hallelujah. Nitya yegitu ya yetinenia. Yegi jute hore nacha. Nari getien Asante sana Mama Victor all the way from Ohio. Karibuni watu wote ambao wameweza kuingia kwa upande wa Zoom na pia Tunaendelea na ibada ya Sunday School asubuhi ya leo na tunaendelea kwa wimbo 27 tenzi na tutaimba kwa msifu Mungu. Mungu ni pendo, apendo sikilizeni Mungu ni pendo.
tukiendelea na ibada yetu, tutaanza kwa maombi na tunakaribisha mchungaji wetu Reverend Mtoro aweze kuomba. Na tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru, tunakuabudu kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Jina lako litukuzwe na hata lipewe sifa kwa kutupa nafasi hii tuanze ibada hii ya watoto na wapendwa wetu walioko kote duniani. Twaomba baraka zako zianze pamoja nasi, ili mwisho Mungu wa ibada hii kwa kusikia neno lako na hata Mungu wetu kuhimizana na hata kukusifu wewe Mungu tuweze kubarikiwa. Tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Tutaendelea na huku ng'ambo. Fasilisa, karibu. Asante sana walimu wa Sunday School, mwalimu wa Sunday School. Asante pia mchungaji wa kanisa la Cheptiret na walimu wote na wageni ambao wameweza kuingia siku ya leo toka upande wa Diaspora. Ningependa nichukue nafasi hii pia nisalamie watoto wa Sunday School. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa Sunday School, kama unaniona tusalamiane. Bwana Yesu asifiwe. God is good. Asante sana. Nimefurahi walimu wa Sunday School kwa kazi mzuri mnaofanya wa kushughulikia watoto wetu. Tumefurahi sana tukiwa upande huu wa Diaspora. Mahali tumefika katika maisha yetu ni maneno ambayo tuliweza kufunzwa tukiwa watoto wadogo, tukiwa Sunday School, na tukaambiwa mkizingatia maneno ya Mwenyezi Mungu, muweke kipao mbele, Mwenyezi Mungu ataweza kuwabariki katika maisha. So nimefurahi kuona kanisa ya Cheptiret, watoto wa Sunday School wanafika kwa mapema sana. So kwa nafasi hii ningependa nimkaribishe Mama Victor. Karibu Mama Victor, usalamie watoto wa Sunday School, kisha ukaribishe mchungaji Pastor Moses ambaye ataenda kuchukua upande ya kukaribisha wachungaji walio hapa, na pia mchungaji ambaye ataenda kunena na watoto wa Sunday School siku ya leo. Karibu Mama Victor from Ohio. Karibu sana. Asante sana ndugu Osea, Mungu akubariki. Sunday School, na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Hamjambo? Tunashukuru sana kuwaona. God is good all the time. Wonderful. You guys are awesome. We are so proud of you. Tunashukuru sana, tunawapenda. Asante sana kwa sababu mmepata nafasi ya kuja kutafuta Mungu. Mungu awabariki sana. Asante kila mtu. Kwa hivyo tunawapenda sana, ndio sababu tumekuja kushiriki pamoja nanyi. Hata siku zingine tulikuwa Sunday School kama ninyi, na tulibarikiwa sana mpaka saa hii. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Tunawapenda na tunaomba ya kwamba Mungu awabariki sana kwa kila kitu ambayo mnafanya. Asante pia wazazi kwa kuwaleta watoto. Kwa hivyo nafasi ambaye nimepatiwa tu ni kuwakaribisha wote na kumkaribisha mtumishi wa Mungu ili akaweze kutulisha, akaweze kupatia nafasi watumishi ambao wako ili tuendelee. Mungu awabariki sana. Kwa hivyo kwako, karibu mtumishi.
Pastor Moses, karibu Pastor Moses. Asante sana ndugu yangu Hosea, kanisa pamoja na watoto wa Sunday School. Bwana Yesu asifiwe. Munisalamie kama mnaniona. Bwana asifiwe. Inua mikono yako kama unaniona. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Nataka nishukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii na siku ya leo ambaye Mungu ameweza kuwa mwaminifu kwetu na ameweza kutufungulia nafasi tuweze kushiriki pamoja na nyinyi. Nataka niseme asante kwa mchungaji wa kanisa letu, kanisa la Cheptiret kwa kutupatia nafasi kushiriki pamoja. Nashukuru familia, watoto wote ambao wanatoka sehemu hiyo, na watoto wa Sunday School. Sisi tulikuwa watoto wa Sunday School, tulikuwa na mwalimu ambaye alitufunza na tuliweza kujifunza mambo mengi ambazo siku ya leo tunaweza simama na kukiri memory verse, tunaweza simama na kusema hadithi ambaye tuliweza kufunzwa tukiwa Sunday School. Nashukuru wazazi wenu, mkifika nyumbani ambie salamia wazazi na muambie kwamba waharakishe wakuje kanisani kwa sababu wageni wako na Mungu wako na jambo siku ya leo. So kabla sijampatia yule ambaye ataweza kunena na watoto wa Sunday School, niko na wachungaji ambao wako pamoja na sisi. Mimi naitwa mchungaji Moses, niko na familia yangu, nimebarikiwa na mtoto moja, watoto wawili, na sijui kama tutapatia yeye aweze kusema memory verse, alafu nipatie mchungaji Reverend Lele. So karibu Precious, say what's your name and you say the memory verse. What's your name? You say praise the Lord and say your name. Praise the Lord. I have a memory verse. Genesis 1. Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created heaven and earth. Good. That is good. Kongoi missing. Thank you so much. Huyo ni msichana wetu wa kwanza, mwingine ni mdogo, na tunashukuru Mungu. So wacha niweze kumkaribisha mchungaji wetu Reverend Relay ambaye pia anatoka sehemu hiyo aweze kutusalamia, alafu tuendelee. Karibu mchungaji kama unanisikia. Nakusikia. Okay, Bwana asifiwe. Amen. Asante sana. So naitwa mchungaji Lele, natoka Cheptiret. Cheptiret ni nyumbani. Natoka Seyo. Cheptiret ACK hapo hiyo uwanja ya Cheptiret hapo primary tumechezea hapo miaka mingi sana, kabla haijajengwa kanisa. So nashukuru Mungu kuona a very big church. So otherwise nataka nichukue nafasi hii pia kushukuru Mungu kwa ajili ya watoto wa Sunday School. Nimemwona mchungaji, nimemwona watu ambao labda mchungaji pia anijui lakini namjua yeye vizuri. So tunashukuru Mungu kuona watoto ambao wamekuja kusikia neno la Mungu. Watoto ninawaomba tu tujikaze katika neno la Mungu, wache Mungu aweze kuwaongoza, kuwalinda, kuwapa baraka za kipekee, na kwamba nyinyi ni watu ambao tunawajali. Nyinyi mara nyingi tunasema nyinyi ni kanisa ya kesho. So watoto mjikaze katika neno la Mungu, tunawaombea baraka za Mungu. Ile siku tutakuja nyumbani, tutakuja kuwatembelea na pia kuwasalimia.
Kwa wakati huu tuko sehemu za Melbourne, Australia, na tunashukuru Mungu. Mungu vile ametutoa mbali, so tunashukuru Mungu. So ningependa kurudisha hii nafasi kwa mchungaji ili aweze kuendelea. Nimefurahi kuwaona sana. Karibuni. Asante sana. Huyo ni mchungaji wetu wa kanisa letu la Tumaini. Asante sana. Na kwa nafasi hii tuko na mchungaji ambaye ni mama wetu ambaye amesimama pamoja na sisi tukiwa Diaspora. Yeye ndiye ambaye anatulisha kila wakati ambapo tuko na jambo yeye ndiye anatushauri, na yeye pia anatoka sehemu hiyo. Sijui kama Reverend Kipsang aseme chamge kwa watoto wa Sunday School kabla sijapatia Pastor Grace. Aya. Pastor Grace. No, Pastor Moses. Oh, okay. Kidogo. Karibu. Yeah, karibu. Pastor Moses, kidogo. Hold on kidogo. There's some cables we are changing right here. Yeah, asanteni, tuko na nini, lakini kwa muda mfupi pia na kurudishia mchungaji Pastor Moses ili tupate kukaribisha wachungaji waliopakia kwa laini. Kwa wakati huu ningependa twende tupate wimbo. Bado nitarudi kwako Mama Victor, bado tupatie wimbo moja kwa ufupi tukiwa Mama Victor, karibu. Bwana asifiwe. Tutaimba wimbo tenzi 13. Tafuta daima utakatifu, fanya urafiki na Wakristo tu, nena siku zote na Bwana wako, baraka uombe kwa kila jambo. Tafuta daima utakatifu, uwe peke yako ukimwabudu, ukimwangalia Mwokozi wako, utabadilika. Tafuta daima utakatifu, kiongozi wako awe Yesu tu, katika furaha au huzuni, dumu kumfuata Yesu Mwokozi. Asanteni sana familia kwa wimbo huo, wimbo wa kutia moyo, wimbo wa ambayo iko na mafunzo nyingi sana. Kwa muda mfupi tutaweza kuendelea na upande ule. Tuliweza kupata hitilafu ya umeme, lakini technician and technical team wanaendelea kuitatua ili tupate kuendelea. So watu karibuni watu ambao mmeweza kufika siku ya leo
tukiwa upande wa St. Luke's Cheptiret ACK Church upande wa kaunti ya Uasin Gishu. Imepangwa na kanisa la Tumaini Fellowship Church upande wa Melbourne Australia, ushirika ya moja kwa moja kuungana na watu wa nyumbani. Naona upande wa kanisa. Kwa muda mfupi tutaweza kuendelea. So karibuni. Nimeona watu kutoka upande tofauti wameweza kufika siku ya leo. Karibuni, feel free, feel at home, feel at church. Tunapokuwa upande wa huu tuko katika kanisani. So karibuni wote. Nimeona mzee Edwin Ngatich all the way from Sydney, Australia. Karibu sana mzee Edwin Ngatich. Karibu Brian. Karibu Isaac Tirop Masai. Karibu Roli Sirma all the way from Western Australia. Karibu Chagi Kirongo all the way from Abu Dhabi. Karibu sana. Imani karibu. Masiron all the way from Ohio, Prudence, Italy. DK Kemboy. Karibu mahali uliko. Chuli Mosong all the way from upande wa Adelaide, South Australia. Professor Jangach karibu sana all the way from Kenya, na sisi upande wa Zoom karibu sana. Karibu the family, our co-host Amos Kiprop all the way from upande ya Western Australia. Karibu sana Amos Kiprop, na yeye pia anatoka upande wa Cheptiret. Karibu sana, najua uko nyumbani. Na wote wanaotufuatilia karibuni sana. Naona wakina Mama Victor wameandaa wimbo mwingine hapo, maybe watupatie wimbo tukiendelea upande huu. Karibuni. Karibuni sana. Tutaimba wimbo 27 ambao inasema kwamba Mungu ni pendo. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, anipenda. Nalipotea katika dhambi, nikawa mtumwa wa Shetani. Akaja Yesu kunikomboa, yeye kanipa kuwa huru. Sababu hii namtumikia, namsifu yeye siku zote. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, anipenda. Asante sana the family of Kujure. Asante sana watoto wanawapata vizuri. Nimehakikishiwa kuwa wamewapata na wanaweza kuwaona watoto wa Sunday School. Ongigatke, Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa nafasi. Ningependa pia nichukue nafasi pia bado nikaribisheni watu wanaoingia. Karibuni. Tuko na watu wengi kwa upande wa Zoom, na pia tuko na watu wengi upande wa Facebook, na tuko na watu wengi upande wa YouTube. Karibuni wote tupate kuendelea na ibada katika kanisa la St. Luke's Cheptiret upande wa Uasin Gishu. Ukiwa kila mahali service inaendelea. Kwa sasa ni service ya Sunday School, na ningependa nichukue moja kwa moja program from hapa. Ni mchungaji Moses akamilisha akitambulisha wachungaji walio mahali hapa, na pia kwa siku ya leo, kisha baadaye tutaweza ku program, alafu tupatie mzee Chris Kujure aseme neno, pia tukitamatisha sehemu hiyo. Karibu mchungaji Pastor Moses. Amen.
Asante sana ndugu yangu Hosea, kanisa pamoja na watoto wa Sunday School. Nataka nichukue nafasi hii kama vile nilikuwa nimesema ya kwamba karibuni sisi wote, wale wote ambao wameweza kujiunga pamoja na sisi kwa sehemu za Facebook, YouTube na wale wote ambao wako pamoja na sisi kwa mtandao wa Zoom. Nataka niseme karibuni. Jambo la kwanza ni kwamba ukiingia sehemu ya Zoom, ninaomba ya kwamba you mute yourself so that we can hear only somebody mwenye anaongea. Alafu watu wenye wako kanisa la ACK Cheptiret, tuachie mtu mmoja ambaye anaweza kuzoom. Naona kuna watu wawili ambaye wanafuata wakiwa kanisani. Hiyo itaarifu network ya kanisa na hatutapatana vizuri. So tukiwaachia Manuela aweze kufanya hiyo kazi itakuwa ni mzuri. Watu wote wenye wako kanisani wataweza kufuata wakiwa kanisani na tusiingie kwa Zoom ukiwa kanisani. Hiyo itakuwa ni mzuri. Otherwise nataka niseme asante, karibuni watoto wa Sunday School na Mungu atatubariki. So wacha nimkaribishe mtumishi wa Mungu Pastor Grace aweze kunena pamoja na watoto wa Sunday School. Karibu mchungaji. Amen, amen, amen. Asante sana. Bwana asifiwe Sunday School. Amen, amen. Nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nashukuru sana kuwa pamoja nanyi. Mungu amekuwa mwaminifu na wa haki na ninaendelea kumuinua kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Nimefurahi sana kuwaona nyinyi wote watoto vile mmekuja asubuhi na mapema kuwa katika Sunday School. Nimefurahia walimu. Asante pia Reverend kwa kuwa hapo na wote ambao tuko kwa Zoom. Mungu awabariki sana. Vile wachungaji wengine wamesema, sisi wengine pia tulikuwa watoto wadogo tukiwa Sunday School. Nakumbuka hata mimi mwenyewe nilikuwa nimefunzwa kwa Sunday School, nikaenda kikundi kingine ya wasichana, nikaendelea kuwa youth mpaka saa hizi niko mama. Mungu ameendelea kuwa mwaminifu na amekuwa wa haki. Na nataka niwaambie watoto wadogo, Mungu anawapenda sana sana sana. Na diposa hata tuko hapa siku ya leo tukiwa tunashukuru Mungu, tukiwa tunamuinua Mungu. Na basi msichoke kutenda mema. Na nataka niwahimize maneno mafupi tu alafu ndio tuweze kuomba. Na hii neno tutapata katika kitabu cha Luka 8 mstari wa 22 na kuendelea hapo kidogo. Nataka tujifunze mambo kadhaa kuhusu sisi watoto. Kuna vitu ambayo tunastahiliwa tuwe tumeacha. Na nataka niongelee maneno ya uoga. Najua uoga iko kila mahali. Wewe ukiwa mtoto mdogo, mara nyingi unaogopa, saa zile umetumwa na mama, tuseme kama ni usiku, unaogopa kwenda nje. Saa zingine ukiona umbwa, unaogopa kama mimi mwenyewe. Nilikuwa naogopanga umbwa sana. Nikiona umbwa, ninapiga nduru, nalia na kupiga nduru. Na najua kuna wengine pia hapa, wakiona umbwa, wanapiga kelele na wanapiga nduru na wanaogopa kabisa. Kuna wengine wakienda kwa giza, wakiona kitu imetogezea kwa giza hivi, wanapiga nduru mpaka wanalia. Sijui kama umekuwa na uoga. Ni uoga gani ambayo umekuwa nayo? What kind of fear ambao umekuwa nayo? Nikikwambia sasa uniambie wewe unaogopanga nini? Najua utaniambia vitu mingi. Kuna mwingine anaogopa mitihani kwa shule. Kuna mwingine anaogopa atachapwa na mama. Kuna mwingine anaogopa ng'ombe ikipotea ataenda kusema nini nyumbani. Kuna mwingine anaogopa anasema pesa imepotea nilitupa kwa duka, sijui nitaenda kusema nini. Lakini nataka niwaambie kwamba kuna yule ambaye ana control hiyo uoga, ambaye anaitwa Yesu Kristo mwenyewe. Nakumbuka hii wakati ambapo Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi wake. Yesu alikuwa anapenda kufunza. Na alipokuwa anafunza hao wanafunzi na kufunza watu kuhusu neno la Mungu,
Biblia inatuambia kwamba ilifikia kiwango ambapo Yesu Kristo mwenyewe aliambia wanafunzi wake, nataka tuende ng'ambo ile nyingine. Na vile tunavyojua, Yesu alikuwa anaenda na kikundi ambao ni ya wanafunzi wake. Na Biblia inasema hivi, ikawa siku zile mmoja wapo alipanda chomboni, yeye na wanafunzi wake, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa. Wakatweka matanga. Nao walipokuwa wakienda, alilala usingizi. Nataka kwanza tusikize hapo. Tumeambiwa Yesu aliambia wanafunzi wake, nataka tuvuke twende ng'ambo ile nyingine. Na aliposema nataka twende ng'ambo ile nyingine, alipanda ndani ya meli. Sisi wote tunajua meli ni nini. Meli inapitia wapi? Kwa maji. Meli inaendanga kwa maji. Na meli inapoenda kwa maji, Biblia inasema kwamba walipokuwa wanaenda kwa ndani ya meli, Yesu alilala usingizi. Sisi tunapendanga usingizi. Sisi hapa katika USA ni usiku kabisa ya manane. Tuko katika wakati wa kulala. Na unapokuwa unalala, kama umailala na mtu karibu na wewe. Najua tunapokuwa watoto saa zingine unalala na dada yako, wewe dada na dada, ama ndugu na ndugu. Unalala na alafu unasikia mtu, huyu amelala. Sasa ile unataka kujua mtu amelala anafanya nini? Unasikia sauti. Kwa kalenjin wanasema igase chitago utangururi. Unajua kitangurur? Anatanguru. Anaanza kutangurur mpaka anasema hapana, wacha kutangurur. Amuka. Kuna watu wengine hawapendi mtu mwenye anatangurur. Kuna mwingine hapendi mtu mwenye huyo ako na hiyo sauti wakati analala. Lakini Yesu tunaambiwa alikuwa amelala. Alikuwa amelala kwa wapi? Alikuwa amelala kwa meli ndani. Meli inaenda na analala. Wangapi wameipelekwa na gari? Hebu inua mkono kama umeingia kwa gari. Sasa ndio kwa gari kuna watoto wengine wakiingia kwa gari wanaanza kulala. Alafu wanapolala kwa gari hata wasikia hata gari inaenda. Kuna wengine hata mnapokuwa bado nyinyi ni wadogo, mnashikwa na mama yenu sasa zile mko kwa gari ama na baba, unaanza kulala. Usingizi ni kitu ni mzuri sana. Na unapolala hata saa zingine unashindwa hata kuamka kwenda shule. Nakumbuka wakati wangu nikiwa mdogo, nilikuwa nasumbua mama yangu sana, sikuwa nataka kuamka kwenda shule. Unakumbuka hiyo wakati unaamshwa asubuhi, amka enda shule. Mpaka wengine wanamwagiwa maji. Hapana. Hatutaki hivyo tena, si ndio? Lakini kwa sababu ya usingizi ni kitu mzuri. So Yesu alikuwa amelala. Tunaambiwa alikuwa amelala wapi? Alikuwa amelala katika chomboni. Katika hiyo meli alikuwa amelala. Lakini kwa sababu alikuwa amelala, kukatokezea na upepo kubwa sana. Upepo ambao ilikuwa inavuma kila mahali. Upepo ilikuwa inakuja. Ile meli yao ikaanza kuvuma huko na kule. Lakini tukaambiwa kwamba wanafunzi wakaangalia na wakamwendea, wakamwamusha wakisema, Bwana mkubwa, tunaangamia, amuka. Akaukemea upepo na msukosuko wa maji, wakakoma, ukawa shwari. Imagine Yesu Kristo alikuwa amelala tu usingizi yake ile mzuri. Alipokuwa ameendelea kulala, tunaambiwa sasa hiyo upepo kubwa ukakuja. Najua umaisikia hata saa zile unaenda kwa gari. Alafu unasikia gari pengine imeteleza kidogo, imegonga kitu, unasikia kuku. Unafanya nini? Unastuka. Lakini Yesu, hakustuka. Alikuwa tu amelala usingizi. Lakini akaenda kuamshwa na wanafunzi. Amuka. Tuko katika shida. Hata sisi wenyewe, najua kwamba tunapokuwa na uoga, tunapoogopa, tunakuwa yule ambao tunaogopa mpaka tunasema, sijui tufanye nini. Lakini nataka nikwambie jambo ambalo ni mzuri. Yesu ako na wewe. Bwana asifiwe. Yesu atakuwa pamoja nami. Hata kama ukiona uko kwa shida kiasi gani, nataka tujifunze tukiwa watoto kwamba
tunastahiliwa kuita Yesu. Tunastahiliwa kumuita Mungu kila wakati. Saa zile uko na shida, saa zile unaogopa mitihani, saa zile unaogopa kwenda huko nje peke yako, saa zile unaogopa sijui mama atakwambia nini, nataka ujifunze kumuita Mungu. Yesu alipoamshwa alifanya nini? Aliamuka na akatuliza ile dhoruba, akatuliza ile upepo na ikatulia, na akaambia wanafunzi, kwa nini mko na imani ndogo? Nataka niwaambie siku ya leo, nataka katika hii hadithi tujifunze kwamba Mungu ako na sisi. Hata wakati tuko na ile uoga, Mungu ako na sisi. Sasa zile unaogopa mitihani, Mungu ako na wewe. Sasa zile unaogopa ni mtu mkubwa mwenye umemuona nini, Mungu ako na wewe. Usiogope, Mungu yu nawe, atakutetea na atakuwa pamoja na wewe. Sasa nataka tu unapoenda nyumbani, ende uambie mama yako ama baba yako hivi ya kwamba tumefunzwa siku ya leo tusiogope, kwa sababu Mungu ako pamoja na nani? Na mimi. Sema, Mungu ako pamoja na mimi. Sema tena, Mungu ako pamoja na mimi. Mungu ako pamoja na wewe, hata kuacha, atakuwa na wewe kila wakati. Basi usiogope. Nataka nikuambie sasa, kama ukiwa mwanafunzi, nataka uende usome kwa bidii, nataka ukuwe mtoto mzuri, nataka ukuwe mtiifu, kwa sababu Mungu wako pamoja nawe. Mungu anapokuwa pamoja na wewe, anapenda mtoto ambaye anatii yeye. So nataka niwaambie, Mungu awabariki sana, Mungu awaongoze, Mungu ako pamoja na nyinyi, na usiogope kwa sababu ako pamoja na nyinyi. Tufunge macho yetu na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa sababu uko pamoja nasi. Asante kwa sababu uliweza kutuliza dhoruba, na hata nasi tunapokuwa waoga utakuwa pamoja nasi. Tubariki tukiwa watoto na tukiwa walimu na tukiwa wazazi. Tuongoze na utulinde. Katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amen. Ana amen. Karibu Pastor Moses. Asante sana Pastor Grace kwa hiyo ujumbe ambaye umeweza kututia moyo pamoja na watoto wa Sunday School. Wangapi wamebarikia watoto wa Sunday School? Mmebarikiwa? Inua mikono yako. Nani ataokopa tena? Hatutaokopa kwa sababu tumeambiwa Mungu ako pamoja na sisi, si ndio? So ukiwa nyumbani, enda mwambia mama na baba, hatutaokopa tena kwa sababu Mungu ako pamoja na sisi. Asante sana Pastor Grace. Mungu akubariki na akuongoze. Watoto wa Sunday School, peleka salamu zetu kwa wazazi, ambia wazazi wakuje. Wageni wako tumeingia na tutabarikiwa. Nitarudisha program kwa ndugu yangu Hosea. Karibu Hosea. Asante sana mchungaji wetu, mchungaji Grace. Asante pia wachungaji wa Tumaini Fellowship Church upande wa Melbourne Australia. Pia asante watu ambao tumeweza kuungana nasi siku ya leo kwa upande wa Zoom. Pia asante pia, naona Profesa Changat, karibu Profesa. Naona Daktari Kesha all the way from Moi University, na pia watu wengi, watu Victor, naona Victor upande huo, Victor Cheruyat, asante sana. Mark Cheruyat, Western Australia, watu wengi pia. Amos ambaye pia alikuanga mmoja wa Sunday School upande wa Cheptiret, asante sana Amos. Ningependa kumkaribisha mzee Chris hako na zawadi ama hako na special gift kwa watoto wa Sunday School, na pia yeye amekuwa mwalimu wa Sunday School kwa miaka nyingi sana. Ni yeye aliyefunza Amos na pia na watu wengine kutoka upande wa Cheptiret. Chris amekuwa mwalimu wa Sunday School na pia anaendelesha akiwa upande wa US. So mzee Chris Kujurei, karibu pia useme neno kuambia watoto wa Sunday School, na pia kuna zawadi yako special ambao umeandaa siku ya leo kwa watoto wa Sunday School upande ule. Mzee Chris Kujurei, karibu sana. Microphone ni yako.
Unmute on your end. Bwana Yesu asifiwe. Naona sauti on your end iko na challenge kidogo. Agere tuko karibu endelea tastai. Basi. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Kwa hivyo poleni sana kwa hiyo sauti, lakini nitajaribu tu kusema vile nitaweza, Mungu akitusaidia. Kanisa, kama mnanisikia, munisalimie tena. Bwana asifiwe. Wase wananisikia? Wanakusikia. Okay, gongwe. Bas, kwa hiyo nimefurahi sana kujumuika na kanisa langu la muda mrefu. Mimi nimeshukuru Mungu. Nakumbuka kwa maisha yangu yote ambaye nilishiriki kama mwanafunzi wa Sunday School Cheptiret na pia mwalimu, ni upendo wa kipekee kwamba Mungu kupitia teknolojia ambaye Mungu amewawezesha binti na wana wake kuwezesha siku hii ifaulu. Niko na I have a lot of fond memories kwa hizo miaka yote ambayo tumekuwa pamoja, na leo Mungu ameweza kufanya miujiza ili tuweze kukutana pamoja. Vile wase amesema, nitawajia dada wetu Trofena ataweza kuendeleza hiyo sehemu ya zawadi, lakini kwa sasa na ningependa tu kuwashukuru wachungaji wote, kwa sababu nataka niokoe saa ambaye wameweza kujumuika nasi na Saidi Hosea kwa kuweza kuwaza na kutuleta kwa hii njia ya kuweza kukutana na hii Diaspora service. Yangu tu itakuwa kwa Sunday School. Kama mwalimu na kama mwanafunzi wenu, nataka tu tujikumbushe maneno mawili tu, alafu nitawachia hapo. Na ningependa tufanye tu na Sunday School. Mnanisikia Sunday School, mnanisikia? Haya, nataka tuseme pamoja memory verse ambaye for you to graduate as a Sunday School student lazima uwe umejua. Yohana 3:16. Na ningependa tu tuseme pamoja. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu haya. Memory verse ya pili ambayo ni muhimu sana kwa kila mwanafunzi ama kwa kila mtoto. Waefeso 6:1. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana ndiyo haki. Na kuna nyimbo nyingi ambayo tuliweza kuimba pamoja nikiwa mwalimu na nikiwa mwanafunzi. Mmoja wao nitaimba tu kwa laini moja ili tujikumbushe. Mataifa yote yatakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi.
mataifa yote yatakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi, wakimsifu Bwana, wakimsifu Bwana. Hallelujah. Hallelujah, Bwana. Baraka za Mungu Yote yatakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi, wakimsifu Bwana, wakiimba Bwana. Hallelujah, Bwana. Asanteni. Mkisimama hivyo pia kwa laini moja tu ama mbili, tuseme baraka za Mungu. My favorite Sunday school songs. Baraka za Mungu Baba Nisa. Baraka za Mungu Baba Nisa. Asanteni sana. Kwa hivyo nitamaliza tu kwa kusema, kwa kuwashukuru walimu wote wa Sunday school, na washukuru pia wanafunzi wote wa Sunday school na wachungaji, wamama wa Cheptiret ACK, vijana na wazee. Nimesikia vile mmeandaa hii mkutano, na I'm so proud of you. Ninazidi kuwaombea, nazidi kuwakumbuka, na kila wakati tuzidi kuombeana. Historia ya Sunday school ya Cheptiret tumetoka mbali. I'm so proud to see the way you are seated right there. Nitawakumbusha ya kwamba 31 years ago, mimi na walimu wengine tulikuwa na wanafunzi 130 ambao walikuwa nakaa hapo, mimi nikiwa mwalimu na walimu wengine. Mmoja wao ni Hosea. So to meet today, 30 years later, in a way that we have met today, that even in this meeting we have some Sunday school graduates ambaye Mungu amewaonekania, amewabariki na amepeleka mbali. Ninataka kuwatia moyo ya kwamba vile nyinyi mmekaa hapo, Mungu atawabariki, Mungu atawainua, na Mungu atawazidishia. Miaka 30 au zaidi ijayo, mtakuwa na ushuhuda kwamba Mungu amebaki kuwa Mungu. Nilipokuwa mwanafunzi wa Sunday school, nilibarikiwa zaidi kuwa na watu ambaye tunaita mentors, watu ambao wanakushikilia. Vile walimu wenu sasa wanawashikilia, na wazee na wamama na vijana, na walinifunza na kunionyesha njia. Nakumbuka neno moja kutoka Methali 3 mstari wa 1. Kwa Kiswahili nasema
Methali 3 mstari wa 1. Haya, mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku. Hiyo tu ni moja ya memory verse ambayo my mentors katika kanisa hili letu ambayo tunaipenda waliweza kuniambia, na wengine wengi ambao tulikuwa pamoja, na Mungu amezidi kutubariki na kutuonekania katika kila jambo. Kwa hivyo ninawapenda na Mungu azidi kuwabariki. Nitawaachia walimu wenu waendelee na hiyo kipindi kingine ambayo wasiwaletaja, na sina mengi bali ni kuwashukuru. Hebu tutalamie tena hewani. Amen. Mungu akitufungulia njia itakuja ili tushinde kushirikiana pamoja. Kwa hayo machache, asanteni na Mungu awabariki. Amen. Cheptiret, asante. Wakati huu ninashukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali huu, kwa ibada hii ya Sunday School. Asante kwa zawadi ambao umetupea wakati huu. Cha kwanza, uliona ya kwamba kalamu ni kitu ya maana sana. Education is key to success. Na tukiwa shuleni lazima tusome. Alafu pia tunaona ya kwamba the fruits of education is sweet. The fruits of education is sweet. Kwa hivyo tukijikita sana kwa masomo, na tutakapokuwa tunachukua zawadi moja moja, tunajua ya kwamba Mungu anatengeneza kanisa lake. Na tutaimba kwa kusema, I am building the people of power, and I'm making the people of praise, who will move through this land by my spirit, and will glorify thy precious name. Make us strong, Lord, make us strong, Lord, make us strong, Lord. Utakuja moja moja kuchukua zawadi hapa mbele. Moja moja unakuja kuchukua zawadi hapa mbele. Kila mtoto anakuja moja moja tukisema hiyo wimbo. I am building the people of power, and I'm making the people of praise, who will move through this land by my spirit, and will glorify my precious name. Build your church, Lord, make us strong, Lord. Unapaka laini, tupaka laini. Make us strong, Lord. Nipe vizuri. I am building the people of power, and I'm making the people of praise, who will move through this land of my spirit, and will glorify my precious name. Build your alipenda ni kweli, Mungu amenahidi, sisi wake watoto, kutulinda sisi tu. Yesu anipenda, Yesu anipenda, kweli anipenda,
Asante kwa hiyo nafasi ya zawadi. Kinachofuata sasa nafikiri ni sehemu ya sadaka. Ni wakati wa kutoa sadaka ya Sunday school, alafu tutamatishe. Hosea, nakupisha kwa Asante sana mwalimu wa Sunday school, pia asante the family of the Kujurei kwa hiyo very nice thought, sweet na kalamu. It means a lot kwa watoto wa Sunday school. Asanteni watoto wa Sunday school na walimu wa Sunday school kwa kazi mzuri, na watu ambao wameweza kuingia upande wa hapa. Tuko na pia na walimu pia wenye wangesema neno siku ya leo, lakini siku ingine wataweza kuja kusema. So asanteni kwa kazi hiyo, Mungu awabariki. Ningependa pia, nimearifiwa kuwa watoto wa Sunday school wamejiandaa kwa wimbo moja ambayo anataka kuimbia wageni kutoka upande wa Diaspora. Watoto wa Sunday school, mtupatie wimbo tunapoelekea kutamatisha kiwango hicho. Alafu mwende nyumbani, mwambie wazazi wageni wamefika, wako upande huu, na pia watoto ambao wakiwa wakubwa, wale wanaotaka kuja Australia wakiwa watu wakubwa, karibuni sana, niko upande wa Australia, na pia kuna watu kutoka Cheptiret ambao wako Australia. So watoto wa Sunday school, mtupatie wimbo ambao mumejiandaa kwa siku ya leo, ili wageni wetu wapate kufurahia. Karibu watoto wa Sunday school tukiongozwa na walimu wao. Back to you, sir. Asante watoto wa Sunday school.
Kwa nafasi hiyo ningependa mchungaji Moses afunge kwa maombi kwa upande huo. Mchungaji Moses, karibu. Asante sana Hosea, asante sana kila mmoja ambaye ameweza kupata nafasi kujiunga pamoja na sisi. Naona koko wetu ameweza kujumuika pamoja na sisi. Koko ameje ikat lagokab Sunday school. Ikat lagokab Sunday school and then yepkotoige kanisa kokonin nafas ikatishe kora. Ikat lagokab Sunday school, karibu. Unmute ke. Yeah. Toma. Magikasin gogo. Hosea, tos unmute gogo. Master nini oli. Agere gogo. Gogo tos unmute. Oh. Kongoi. Aya, testa anyun katishe. Oi. Watoto wa Sunday school. Habari yenu. Ninasalimu nyinyi nyote katika jina la Bwana. Sasa ninasema habari yenu, habari ya siku ya leo. Tuko wazima. Nitasalimu ninyi kwa neno iko kwa Yohana, waraka wa Yohana. Yohana. Agilita minute. Halaga ibone kai. Somanu apa? Oi, Yohana ine mstari wa 7. Yohana 4 ayat ko 7. Wapenzi na mpendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Sasa ninasema kama ninyi mlizaliwa kwa Mungu, ninyi ni watoto wa Mungu na mnapenda Mungu. Kalau jila nani kata jili kagila mute. Sijui sasa. Imi komye. Oe. Iya gongoi kabisa. Kaka lago kab Sunday school gongoi kabisa mu boisie no tinye no ya Gongoi maimwage. Toma imwaitege. Waje niseme jina langu. Mimi ni gogo ya Moses na jina ni Mrs. Kaino. Yule Kipchoge yule alikimbia samani. Sasa mimi ni bibi yake. Akwanda Kipchoge Arap Kaino labatinde nikibatai. Ko Moses ko kurena gogo. Kitupcha gogo nanyi kebo moet agenge arube batet. Konguna ko abaiba nebo kwamut ko kager Moses, abaiba ko kager lagokab Sunday school, abaibai alabu utaeleza. Abaibai kora kasi abaibai kabisa yager lagokab Sunday school ajama Allah Jehova akamwa kongoi amun noto. Amu Jehova ko chomyet. Kakomwa kole Jehova ko chomyet, ko noto nemeche kechomye. Ko ngotakemwa ile kitinye tiendo agenge nekalen ketien nguno, ko ngotko kele takoyot nini tinye nafas nebo kanisa, ko imuchi kotebi noto anan kotien agenge neu chorus
Kondoi Chepkametini koras agenge ketyenji lagokab Sunday school. Oi. Ketyenji koras. Oi, koras agenge ne chame Jehova. Chame Jehova. Chame Jehova. Chame lagoki. 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 Kongoi missing gogo sikiberurin akekanapten en kainetab Jesu. Asante sana gogo kwa nafasi ambayo umechukua. Asante sana watoto wa Sunday school. So tutaomba alafu tuweze kuacha watoto wa Sunday school warudi nyumbani. Na tufunge macho na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa sababu ya nafasi hii ambayo umeweza kuwa pamoja na sisi na watoto wa Sunday school. Umeweza Mungu kutufunza hata tuweze kutoa uoga katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya kila moja, asante kwa sababu ya walimu, wazazi na kanisa letu. Tunaomba ya kwamba utubariki tunapo rudi nyumbani kwetu, watoto wakienda nyumbani, tunaomba ya kwamba uweze kuwa pamoja na hao. Maisha yao iweze kunawiri, yale ambayo wanahitaji Mungu uweze kuwapa. Utubariki sisi wote. Bariki mchungaji wa kanisa la Cheptiret, bariki wazee wa kanisa, wa mama na vijana. Mungu wetu, asante kwa sababu ya nafasi hii. Tuko na watu wengi kutoka tebu mbalimbali ambao wameweza kujiunga pamoja na sisi. Mungu wetu, tubariki siku ya leo. Ongea na sisi. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Kongoi, asante sana watoto wa Sunday school, mubarikiwe sana. Muende nyumbani, salamia wazazi na muambie wakuje mapema tuweze kuendelea pamoja. Back to you, Osea. Asante sana mchungaji Moses, pia kwa nafasi hiyo tunapoenda kuaja wanafunzi wa Sunday school waende nyumbani ili wazazi wao warudi ili tuendelee na ibada ya siku ya leo. Ningependa nimpatie ya Mama Victor aendelee kutupatia wimbo tunapojiandaa ili tuanze ibada yetu ya siku ya leo. Watoto wakienda nyumbani, wazazi warudi, na wageni wetu karibuni sana. Wageni mnaoingia, gogo wetu karibu sana. Gogo ni digital, gogo mi Zoom, so it's a challenge for a young guys or pike mengejen. Gogo ametutia moyo siku ya leo. Karibu gogo kimi pamoja. Asante sana, karibu waswas damu all the way from Sydney, Australia, na wageni mnaoingia. Tuendelee Chemu all the way from Melbourne, Australia, Steven Kiplaga na kila mtu tujizi tuko katika nyumba la Mwenyezi Mungu. Karibu Mama Victor, utuongoze kwa wimbo tunapojiandaa ili tuanze ibada ya siku ya leo tukiwa upande wa ACK St. Luke's, Cheptiret, kaunti ya Uasin Gishu. Karibu. Asante sana ndugu Osea. Tutaimba pamoja wimbo 144 kwa lugha ya Kalenjin yenye inasema omba kwamba Mungu Yesu atuongeze upendo. 144 giteni tenda pogol agartam akangwan teswa jamye Inye Jesu Kristo teswaga tugu Kono ate zaginga tatengu Nganai magenu Ete swanasai Awe tuga
Koji malu